Sungura apikiwa na chura. Hapo zamani za kale, msituni, aliishi Toto, sungura mdogo lakini mjanja kuliko wanyama wote. Toto alipenda sana kula chakula kitamu, lakini hakuwa na hamu kabisa ya kujisumbua kukipika mwenyewe. Katika msitu huo, kulikuwa na mpishi maarufu aliyewavutia wanyama wote, naye alikuwa chura. Chakula cha chura kilikuwa na ladha nzuri sana, kiasi kwamba wanyama walipita karibu na nyumba yake mara kwa mara ili kufurahia harufu ya vyakula vyake. Siku moja, Toto akiwa na njaa kali, alifikiria mbinu ya kupata chakula kitamu cha bure kutoka kwa chura. Akiwa na tabasamu la ujanja, Toto akasema kimoyomoyo, "Leo nitamfanya chura apike chakula kitamu kwa ajili yangu na hata gundua." Basi, Toto akamfuata chura nyumbani kwake, akamkuta akijiandaa kwa shughuli zake za kawaida za kupika. Toto akaenda kwa furaha na kusema, "Habari yako chura? Umekuwa ukijulikana msituni kama mpishi bora zaidi. Chakula chako hakina mpinzani." Chura alitabasamu kwa fahari, akifurahia sifa hizo. Toto, asante sana. Ni kweli napenda sana kupika na wanyama wengi wanapenda chakula changu." Toto akatikisa kichwa akijifanya kufikiria kwa uzito, kisha akasema, "Lakini umewahi kusikia kwamba mimi pia ni mpishi hodari? Kwa kweli, unaweza kushangaa, lakini mimi nadhani naweza kupika chakula kitamu zaidi hata kuliko wewe." Chura alifungua macho kwa mshangao. "Wewe, Toto, mpishi mzuri zaidi kuliko mimi? Sijawahi kusikia jambo hilo." Toto akatabasamu kwa ujanja. "Naam, lakini nisingependa kujionyesha. Hata hivyo, hebu tufanye shindano la kupika. Wewe uanze, upike chakula chako kitamu zaidi. Halafu mimi nitafuata na kuona kama naweza kukushinda." Chura akiwa na hamasa na uhakika wa kushinda, alikubali kwa haraka. "Sawa, Toto, nitakuonyesha kuwa mimi ndiye mfalme wa kupika hapa msituni." Akiwa na furaha, chura alirudi nyumbani kwake na kuanza maandalizi. Alikusanya viungo bora zaidi, mboga safi, viungo vya harufu nzuri na vipande vya nyama tamu, na kuweka vyote kwenye sufuria kubwa. Harufu ya chakula hicho ilienea haraka msituni, na wanyama wa karibu walikuwa wanashangaa wakisema, "Leo chura anapika nini? Hii harufu inavutia kupita kawaida." Toto, akiwa ameketi pembeni, alisubiri kwa hamu, macho yake yakiwa yanafuata moshi kwa harufu nzuri unaotoka jikoni kwa chura. Alikuwa na njaa kali, lakini alifurahia mpango wake wa kumfanya chura apike chakula hicho kitamu bila kujua mchezo wake. Baada ya muda, chura akamwita Toto. "Toto, chakula kipo tayari sasa. Njoo uonje, halafu ni zamu yako kupika." Toto alitabasamu kimoyomoyo, akasema kwa sauti ya unyenyekevu, "Asante sana chura. Harufu hii imenifanya niwe na njaa zaidi." Akaanza kula chakula hicho kitamu sana. Aliuma tonge moja baada ya jingine, kila mara akifurahia ladha tamu iliyosambaa kinywani mwake. Chura alimsubiri Toto amalize ili apate kuona ule umahiri wa Toto katika kupika. Lakini baada ya kushiba hadi tumbo likawa limejaa, Toto akajivuta kutoka mezani na kusema kwa sauti ya uchovu, Chura, chakula chako ni kitamu mno. Hata sijui nitashindana vipi nawe. Tumbo langu limejaa sana na nahisi siwezi kupika leo. Nadhani tutafanya shindano siku nyingine." Chura akatabasamu, lakini kwa kicheko cha hila kidogo. "Kwa hivyo, Toto, umeamua kushindwa bila hata kujaribu kupika. Sawa, lakini najua ujanja wako sasa." Toto alijifanya kushangaa. Si ujanja chura, ni kwamba chakula chako kimenishinda kwa ladha.
Kesho nitakuwa na nguvu, labda tutashindana tena. Chura alicheka kidogo akasema, usijali Toto. Nitakuruhusu leo, lakini kumbuka, siku moja utalazimika kupika na nitakuwa hapo kuangalia. Na hivyo, Toto alienda zake akiwa ameshiba na kufurahia ushindi wake wa ujanja. Alijua kuwa kila wakati angeweza kutumia akili na maneno mazuri kupata kile alichotaka, lakini alijifunza pia kwamba siku moja chura angeweza kumnasa katika mtego wake mwenyewe. Funzo: ujanja unaweza kukusaidia mara moja, lakini mwisho wa siku, bidii na uaminifu ndio vinaweka thamani halisi katika maisha.